Okay. Asanteni sana marafiki zangu, mandugu zangu, mama zangu, baba zangu. Kiniona hivi mimi nashukuru Mungu kwa sababu amenitendea. Na hata kufika tarehe leo, it's a very big miracle God has done for me. Mimi miujiza ingine kubwa Mungu amenitendea. Tarehe 19 siku ya leo, mwezi huu wa Disemba 2025. Wewe tulikuwa tunaanza Januari, ukivuka mwaka kushangilia, ulikuwa unajua utafika tarehe siku ya leo? Basi Mungu ni nani, my friend? Na nimekuja kuwaletea tu habari njema tu. Habari nzuri kama mandugu zangu. Sababu nawapenda. Mimi nawapenda. Oh my God. Nawapenda kitu cha kwanza, nawapenda kwa sababu ya kunitia moyo, kukua ndani ya wokovu. Lakini habari nimewaletea leo, je, tumefika Disemba tarehe ya leo. Katika mambo yako ambao wangu nafanya hapa na pale, shughuli zako za kazi, shughuli zako za nyumbani, biashara zako, kazi zako, wewe unamuhusisha Mungu. Unamuhusisha Mungu. Unaweka Mungu mstari wa mbele. Kumbuka tu hiyo wakati sasa hiyo wakati zenye uko pale kanisani, shida kako kamekuandama, unaomba Mungu grace, akupatie grace, akuonee huruma. Swali langu ni, tangu mwaka huu uanze Januari hadi sasa Disemba, unapofanya shughuli zako za hapa na pale, unaweka nani mstari wa mbele? Oh my God. Mungu, sisi watoto wako sometimes tunakusahau. Mungu, tuhurumie tu. Saa ingine hatujuangi tunakosa. Bali wewe ni baba yetu tu. Mungu, tuhurumie tu tafadhali. Hurumia watoto wako. Saa ingine wanafikiria, wanakuja wanakuacha tu, wanafanya mambo yao, wanaacha kukuweka mstari wa mbele. Oh my God. God, you are the one and the only. You are the King of the King. You are the commander of this world. Oh Messiah Lord. Mungu, tukumbuke tu. Wewe uko pale. Hakika wewe ni mzima. Uko na kazi yako, uko na fedha zako. Lakini unapofanya mambo yako pale, unaona pesa ni kitu cha maana kuliko Mwenyezi Mungu. Unapofanya shughuli zako za hapa na pale, unamhusisha Mungu. Unaweka Mungu kuwa mstari wa mbele. Hiyo ni jambo la kwanza. Hiyo mambo andika chini, sababu ni Disemba na mwaka umeisha. Jambo la kwanza, unapofanya shughuli zako za hapa na pale, kazi zako, biashara zako, kuangalia familia yako, kuangalia mali yako, hizo magorofa zako, magari zako, kuangalia ndoa yako, nini, mambo mengi, unaweka nani mstari wa mbele? Hata unapoamka asubuhi on Sunday unataka kwenda kanisani, wewe ni kuamka asubuhi na kuanza kujiandaa kwenda kanisani, lakini umesahau kumhusisha Mungu mbele kwa ajili ya kwenda kanisa Sunday. Usidhani tukwenda kanisa Sunday ni kufurahisha Mungu. No. Oh my God. Lakini sisi watoto wako hatujui mambo mengi Mungu. Mungu tumia kwa kutusaidia. Mungu tutumie tu kutusaidia. Hata mimi Musa nahitaji msaada wako Mungu. Hakika nitetee tu, nihurumie. Mungu, saa ingine mambo yanakuanga magumu, saa ingine mambo yanakuanga magumu kabisa. Mungu nihurumie tu. Tutetee, hatuwezi bila msaada wako Mungu. Hakika hatuwezi. Sababu tumesahau yule mtu ambaye amebeba uhai wetu, amebeba uzima wetu,
amebeba mawazo yetu, amebeba mali zetu, amebeba akili zetu. Tumemsahau. Pengine ni ngumu. Unaweza kaa uwaze, uone, ufikirie umetoboa, na kumbe bado. Uone umelipa nyumba, uone uko na chakula kwa nyumba, uone hauna deni lolote na mtu, uone wewe ni mzima, hakuna kitu na kusumbua, lakini umemsahau yule ambaye amekupatia amani. Oh my God. Mungu tuhurumie tu saa ingine mwanga tunakosea kwa kutojua. Na hiyo ni kosa lingine kubwa sana kwa ajili ya kukusahau. So jambo la kwanza, swali ambalo ningependa ujiulize ni ya kwamba unapofanya shughuli zako za hapa na pale, uwanga unamhusisha Mungu kuwa mstari wa kwanza? Alafu jambo lingine la pili, ndio kuanzia Januari hadi Disemba wewe unapenda Mungu, unapenda kanisa, au kosangi kuhudhuria ibada yote kanisani, au kosangi kuhudhuria ibada yote kanisani. Lakini Mungu sasa tuseme rapture inapokuja saa hii, Mungu akuje akuulize swali, ni nini ambacho kitafanya nijua ya kwamba unanipenda? Kile ambacho unafanyanga pale kanisani. Kwa hiyo kanisa ambao wewe unashiriki, ni nini unafanyanga pale? Ni department gani umeshikilia pale kanisani? Ni matoleo gani wanga unatoa pale kanisani? Inaweza fika wakati uambie Mungu, hakika nikumbuke kwa jambo fulani ninakufanyanga pale kanisani. Hata uambie tu Mungu, hakika nisaidie pale kanisani, nilisaidia mama mjane, nilisaidia mtoto yatima pale. Mungu, nikumbuke tu niliokoa mtu akaenda kanisani. Mungu, nisaidie, kuna baadhi ya vitu zinahitaji kata pale kanisani. Nimesimama na jambo moja. Oh my God. Nimewaletea habari njema tu. Wewe ukiwa umekaa pale unapenda kanisa, lakini ni jambo gani lenye Mungu atakukumbuka nalo, lenye wanga unamfanyia? Ndio hiyo mwaka umeisha, hakuna kitu ambacho umefanya, hakuna hatua yenye umefanya. Kitu ya kwanza, umemsahau Mungu. Ukifanya jambo lolote umemsahau Mungu. Kitu ya pili, hauna kile kitu ambacho utalilia Mungu, nikumbuke hii inafanyika katika nyumba yako. Ni nini unafanyanga Mungu? My God, ni nini unafanyanga Mungu chenye utakuja kumulilia hata tarehe 31? Tarehe 31 sasa ni siku yako ya kulilia Mungu, kumwambia Mungu, nimesimama na nyumba yako, nimesimama na kazi zako, lakini niko katika kiwango kimoja. Mungu, nifanye namna gani? Jiulize maswali, utamwambia nini? Na kama unajua hauna kitu ya kumwambia, unaposikia hii video, kimbia kwa kuhani wako, ambia kuhani wako, katika hii department fulani nataka uniweka hapo. Masiku bado hizi siku 9 ama 10, jiandalie kimtambia Mungu za kifasi. Oh my God, kila ambacho utambia Mungu, ninapovuka mwaka nikiingia 2026, natamani kutoka kwa roho ya delay, natamani kutoka katika roho ya madeni, natamani kutoka katika roho ya umalaya, natamani kutoka katika roho ya ulevi, natamani kutoka katika roho ya uongo, wivu, chuki, roho ya umaskini, roho ya magonjwa. Mungu atakusikia. Kitu cha kwanza, weka Mungu kwa mstari wa mbele katika shughuli zako zozote ambazo unafanya. Sitaki ni wadanganya ati ya kwamba ukienda kanisani sasa uweka Mungu mstari wa mbele. Hiyo ni jambo la kwanza ambalo nataka niwaambie, na hiyo kitu mweke katika akili zenu. Jambo la pili ningependa kuambia, unapotoa sadaka yako kanisani, usiweke ile mawazo ya kwamba kuhani wako ndiye anakula. Wanadamu tumepotea na tumemnyima Mungu sadaka zake, tumemnyima Mungu tithe kwa sababu ya mawazo mabaya
kufikiria mambo yenye isiyompendeza Mwenyezi Mungu. Ni wewe mwenyewe kujiuliza ni njia gani ambayo utafuata. Unampatia yeye ndio kwa nini kuna right ya kula sadaka, sababu ni kazi gani ambayo anafanya. Hakuna right ya kukula, lakini toa katika roho yako. Usige yale mawazo mengine ati ibada nini hapa na pale hivi. Na haki tu na hiyo, tukutane tena siku nyingine na Mungu awabariki. Tafuta kile kitu ambacho utalilia Mungu, mwambie Mungu tangu Januari nimesoma na kazi yako hivi na Mungu ataweza kukubariki. Sina mengi kuchosha nayo, bali mimi yule tu Musa na nimeokoka. Mpenda Yesu kama mwokozi wangu, sitaacha kumpenda. Sema wasiseme, sitaacha kumpenda. Jambo la kwanza, ninapofanya shughuli zangu za hapa na pale, Mungu atakuwa wa kwanza popote ambapo nakanyaga. Jambo la pili, nitatafuta ile kitu ambayo inazalilia Mungu nimefanya katika nyumba yake. Jambo la tatu, nitatoa ile mawazo mabaya kufikiria kwamba kuwaza ya kwamba unapopeleka sadaka zako kanisani ama tithe yako unafanya kuwani wako awe mtajiri. Nitaanza kujiuliza maswali. Anza kujiuliza maswali. As the more you start to ask yourself question, jua kuna step ambayo unasoma na Mungu ataweza kubariki. Wewe ambaye unanisikiliza, inamisa kichwa chako, uliza Mungu maswali. Mwambie Mungu hizo yenye Musa amesema zote, hakuna jambo moja linafanyanga na Mungu atakupatia neema. Lakini ukikaa tu hapo atukumekuja shauri yako, sina mengi ya kutosha naye. Ni yule tu Musa Saula, nimeokoka na mpenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. 31st tunawakaribisha hapo Synagogue Kenya. Kujeni tukeshe. Tufungue mwaka pamoja. Mungu akuondolee magonjwa. Mungu akuondolee pressure. Akuondolee ulcer. Akuondolee mambo mengi. Na Mungu ataweza kubariki.